Karibu CBD, hapa ni Nairobi, wengine hupaita shamba la mawe. Nairobi kuna aina mbili ya watu, kuna wanaotafuta na kuna wanaotafuta kilichotafutwa na wanaotafuta. Ni kumaanisha kwamba kunao wanaovuna ambapo hawakupanda. Karibu katika simulizi ya leo nikikukariria masaibu ya Computex IT Solution. Hili ni jengo la HH Towers ambapo Computex IT Solution wameweka biashara yao. Mnamo tarehe 24 mwaka wa 2025 2025 Disemba, jamaa asiyejulikana jina aliweza kuingia katika jengo hili kuanzia asubuhi ya saa 11 6 am. Jamaa huyu ambaye kwa sasa hatujajua jina lake, lakini tumeweza kupata na kunasa sura yake, alikuwa akifanya nini? Ni nini kilichomrausha mapema katika jengo hili la HH Towers? Njoo nami tukikukariria masaibu ya Computex IT Solution ambao wako hapa HH Towers 7th floor. Jengo hili la HH Towers liko na 2 entrance. Hii ikiwemo ni entrance ya kwanza na kuna entrance ya pili. Lakini jamaa huyu asiyejulikana kwa jina ila sura tunayo aliamua kuingia hapa. Ilikuwa ni 6 am 24 December 2025. Alipofika hapa aliinama ili kuzuia kuonekana sura kikamilifu na CCTV. Hili ndiyo lift ambalo jambazi wetu aliweza kutumia ili kuingia katika jengo hili kuenda katika orofa ya 7. Alipofika hapa alikuwa amevalia kofia na aliinama ili asiweze kujulikana au picha yake au sura yake isiweze kuonekana. Asilolijua ni kwamba lift hii ilikuwa na kamera ambayo iliweza kumnasa alipogeuka. So, katika orofa hili la 7, ukipenda 7th floor, hapa ndipo jambazi wetu aliweza kuingia, lakini akajifanya haendi katika duka la Computex IT Solution. Alipita, na baada ya kupita inaonekana kwamba alikuwa anataka kuangalia kama kuna watu wa area hii, na kama nilivyokuarifu hapo awali ni kwamba watu walikuwa katika sherehe na shamra za Krismasi, ikiwemo madirekta wa Computex IT Solution. Baada ya kuangalia kwamba hakuna watu, aliweza kuja hapa na kutumia vijidude pale kama vile master key. Aliweza kuingia, alipoingia na kujifungia akawa na access hapa. Kwanza alikuja akafagia kompyuta ambazo zilikuwa hapa ambazo ni zaidi ya shilingi 800,000, laki 8,000. Alichukua kompyuta ambazo dhamana yake ni zaidi ya laki 8, ukipenda 800,000. Alimaliza shughuli yake hapa, kisha akatoka na kurejesha ule mlango. Swali letu kwa sasa ni moja. Je, jambazi huyu alijua vipi kwamba Computex IT Solution imefungwa na wenyewe hawapo? Bwana John. Yes. Kazi ulifunga lini Disemba? Tulifunga tarehe 23. 23. Yeah. Kwa hivyo jambazi aliingia hapa tarehe 24. Tarehe 24. Unamjua? Simfahamu. Haumfahamu? Hujui, hujaimuona, sio anko yako, sio kazini yako. Yeah. So wewe ulijua lini kwamba umeibiwa na duka imevunjwa na wakaingia wakachukua vitu ambazo zilikuwa hapa? Kamera inaonyesha hapa. Kwanza ndiye alisherekea sana, manake hapa ndio display iko. Exactly. Hakutaka kuguza vitu za watoto pale za 15,000 tablets, 19,000. Yes. Alikuja akafagia hapa. Alichukua hizo high end laptops ambazo ziko hapa. Manake nyinyi mna deal na CCTV na laptops and all that. Yeah. Ulijua lini umeibiwa? Ilikuwa tarehe 29. Tarehe 29, 5 days later. 5 days later. Kwa hivyo haukupata simu kutoka kwa management ya hapa kwamba yes, kuna kitu kimeibiwa? Hukupata simu kutoka kwa security? Yeah. Ulijua vipi?
kuna msichana alikuwa anakuja kutuma delivery. Kuna client wetu alikuwa yes. Alikuwa tuma Mumia asubuhi, nikamwambia kimbia kwa duka utume au rudi uendelee na sherehe zako. Unaona, sababu alikuwa live. Yes. Akakuja akapata kwani mlikuwa mmefungua duka asubuhi? Sema hapana. Kwa nini? Sababu laptop zote za side moja haziyuko. Sasa mimi kaingia kwa simu haraka. Unajua sasa siku hizi kamera ziko na AI. So nikafinya nikanionyesha the last time mtu aliingia kwa duka image inaweza kudetect image. Okay. Kaona ilikuwa hiyo tarehe 24 yes. Pole sana. Picha ya huyu jamaa ambaye ako hapa ni jambazi, ni barathuli, ni mwizi, ni mtu ambaye anavuna ambapo hakupanda. Kwa hivyo tunaomba raia waweze kutusaidia tumpate popote alipo. Mkipata piga police station, ama pia tupigie simu ambayo iko hapa tukuje tumnase. Kama ni ndugu yako, kazini yako, na mjua mlisoma na yeye, mmefanya kazi pamoja, tafadhali turipotie. Ni hayo kwa sasa, ni kuripotia masaibu ya CBD.